rasmi, timu yetu ya Good Star ilianzishwa tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka 2025. Ilianza na wachezaji 13 na viongozi wawili. Timu yetu mpaka sasa ina jumla ya wachezaji 23. Timu yetu imecheza michezo 12 ya ndani ambayo ni ya kirafiki. Mafanikio: katika michezo hiyo tumeshinda michezo 7. Tumetoa sare ya michezo 3 na tumefungwa michezo 2. Changamoto namba 1, timu yetu haina usajili. Changamoto namba 2, timu yetu haina vifaa vya kutosha, yaani mipira, jezi pamoja na vifaa mbalimbali vya mazoezi. Ndugu mgeni rasmi, afisa michezo wa wilaya, ombi letu kwako, tunakuomba wewe afisa michezo pamoja na wadau wote wa michezo ambao mmefika mahali hapa na wale ambao hawajaweza kufika mahali hapa, utufikishie maombi yetu haya ili tuweze kufanikisha kupata usajili na kupata vifaa vinavyohitajika katika michezo. Na kwa sababu tamaa ni kwamba wanaona wanachangia timu, hawaoni kama timu ikisonga wapi mbele. Sasa leo hii mdau amechangia nini? Timu. Kesho na kesho kutwa anakuta haieleweki ile timu na alitoa nini? Fedha zake. Na ndio maana wadau wanarudi nyuma. Sasa mimi niombe, kwa sababu mimi kama mimi na viongozi wengine na mtendaji wangu tumeahidi kwamba tutaendelea kuwatafuta wadau. Naomba tushirikiane, tukiwapata hao wadau waone kweli hii timu iko serious, waone hii timu inasonga wapi mbele. Manake tukiwaomba michango wakatoa, afu baadaye wakaona kikosi hakieleweki kimefia njiani, mtasababisha hata wengine kama watapenda kuunda kikundi kiende mbele hawatafanikisha, kwa sababu wale wadau tutakuwa tumewavunja nini moyo. Sasa kwa leo hii kama nilivyosema, mimi mdau wa kwanza kwa leo nitakuwa ni mimi. Nilisema baada ya siku 2-3 sasa nimeona hapana, nikabidhi leo ile. Sio mkasema nilimpa 200,000 muhesabu. Ngapi? 15 sio Ndio. 20 sio? 25 sio? 30 sio? 35 sio? Ndio. 40 sio? Ndio. 45 sio? Ndio. 50. Lakini pia nimefurahishwa sana na hawa vijana kwa kujitokeza kwao na kuunda timu. Niahidi kwamba mimi kama kiongozi wa serikali, kwa kuwa nimefurahishwa na hili jambo na kwa kuwa napenda michezo, hata wao vijana wananifahamu. Uwanjani wanafika mara nyingi sana, hakuna mechi ambazo sifiki. Wengi wenu mnanifahamu kwa sababu napenda michezo sana. Na nikijua kabisa vijana wanapokusanyika sehemu moja na kuwa na michezo kama hii, hata uhalifu mitaani unapungua. Lakini pia hata wao wanajijengea mazingira ya maisha baadaye. Kwa mimi kama kiongozi wa serikali wa kitongoji hiki, niahidi tu kwamba nitakuwa bega kwa bega na hii timu na kuhakikisha kwamba natafuta hata wadau wakiunga timu hii ili iweze kusonga mbele. Naomba wageni wetu muendelee kutusupport, muendelee kuwatembelea vijana kila wakati. Na ni kweli timu zinaanzishwa nyingi sana, na hapa Mbalizi vijana wengi wanapenda michezo. Timu zinaanzishwa lakini unakuta zinaishia tu hewani, hazieleweki zinakofika. Lakini na imani kwa kikosi hiki, kwa kuwa vijana wako tayari na sisi kama serikali, na kweli hatuna hata timu ya kata, ni jambo ambalo za kusikitisha kidogo. Sasa hii timu inaweza kawa pia ni chachu kwa kata yetu ya Nsalala. Kwa hiyo tutajitahidi tuwe bega kwa bega na vijana, hawa vijana wafike pale wanapopahitaji wao. Jambo la kwanza, isajiliwe. Kurasimishwa kwa klabu yenu ndio kutafanya nyinyi muweze kwenda hatua mbele zaidi kwa ajili mambo mawili. Jambo la kwanza, kupata misaada. Jambo la pili, kuonekana nyinyi yani mko rasmi, hata mkienda kwenye serikali, kwenye makampuni, taasisi za binafsi na taasisi za serikali, muweze kujionyesha labda kwa ajili ya kupata wafadhili. Ndio maana ya kuwa na usajili. Lakini pia kupata watu wengine wakaweza kupata misaada, wale wana namna moja nyingine, ndivyo inatakiwa kuwa. Kwa hiyo usajili, kurasimishwa kwa timu yenu utafanya mambo yawe mazuri zaidi. Si kama mmenipata vizuri? Ndio.
Nafikiri mzee Mwakibete tuliongea mara nyingi. Ameuliza mara nyingi nikamwambia, Mwakibete, bila kurasimishwa timu yako itaonekana sasa na timu ya mtaani. Ile timu za ndondo, simezipata zile. Mtu ameenda kucheza Chunya, umerudi, kucheza Chunya. Ukiumia una bima. Kumbe kurasimishwa kwa timu yenu kunakuwa katika mfumo ulio rasmi katika serikali. Lakini jambo la pili ni kwamba serikali iweze kuwatambua, iweze kuona ni nani ameanza, sisi tumsaidie kwa namna moja nyingine. Kaanza hatua 2, tumsaidie kwa hatua 3. Viongozi wa chama hawa ndio wanaosimamia sana programu hizi. Nidhamu ya timu yenu itokane na kila mmoja wenu. Yaani kila mmoja wao kina nidhamu ya kwake haitakuwa, lakini nidhamu ya pamoja ndio itajenga timu. Tumeelewana ndugu zangu? Nyinyi ni watoto wadogo, mna uwezo wa kumove kutoka hapa kwenye timu hii hapa ya chini, mkianza daraja la 4 mpaka kwenda timu ya taifa. Na sisi tunataka tuje tuonekane, kiongozi wetu aje aseme, viongozi wa chama cha mpira miguu aje aseme, kijana yule Saidi alitoka kwenye timu ya kwetu kutoka Mbalizi. Sijui Oswald alitoka kwenye timu yetu kutoka Mbalizi. Lakini kijana yule ameenda kucheza timu ya vijana ya taifa, wameenda nje kutoka Mbalizi. Ndio tutachohitaji kujua. Lakini yule atawavuta mmoja baada mwingine baada mwingine. Lakini kiongozi amesema jambo la 4 la msingi sana. Tukijihusisha shughuli za michezo, tutaepukana na mambo ovu, mambo yasiyostahili kwenye jamii yetu. Huwezi kujiingiza kwenye kundi la wale ambao labda wa marobas, wale wahuni, wavuta bangi, walevi, kila muda wote uko mapelele pale, uko kwenye ile pombe ya kupuliza. Unaona, unarudi nyumbani unapepesuka. Hiyo sio nguvu kazi ya kijana. Nguvu kazi ya kijana awe mfano bora kwenye jamii, mfano bora kwenye familia yake, awe mfano bora pia kwenye taasisi ambayo anaihudumia. Sio kama nielewa ndugu zangu. Kwa mantikio basi, jambo ambalo linahitaji nyinyi tulifanye, nidhamu, mazoezi kwa muda wote, utii kwa viongozi wetu. Lakini kama kuna jambo, nenda kamuone kiongozi wako, muulize, shauriana naye, uone namna ya kuweza kushirikishana naye. Naitwa Ndelo Humphrey, ni makamu mwenyekiti wa Mbedifa. Kimichezo tuna wilaya moja, tuna Mbeya vijijini na Mbeya mjini. Kwa hiyo kwa ukanda huu au kwetu kiongozi ni mimi, DC na mzee wangu Mwakibete. Kwa hiyo mmepata mtu ambaye ni kiongozi pia. Sasa mimi nisio na mengi sana, lakini niombe kitu kimoja. Kama sisi tuna timu nyingi sana ambazo zilisajiliwa miaka ya nyuma. Tunazo nyingi sana. Lakini zile hazipo saizi tena. Kwa hiyo tunapata shida sana. Lakini kwa sasa hivi najua timu yenu nyie ndio timu ambayo sasa si tu kama alivyoongea kiongozi wangu mwenyekiti hapa. Hatutaifanya tena kama timu ya kata. Itakuwa ni timu yetu ya wilaya. Kwa sababu sio muda kiongozi hapa alikuwa anahitaji timu za kucheza FA. Huku tuna Mbeya DC tuna timu nyingi. Sio Mbalizi Superstar, sio Mbalizi nini, sio huko Isangati nini. Za zamani zilisajiliwa miaka ya 80 90. Zile timu hazipo. Kwa hiyo tunahitaji timu ambayo imesajiliwa. Kwa hiyo mimi niwatie moyo, tuanzie hapo kwanza. Kiongozi Jose ameongea vizuri sana kwamba timu yetu itafika mbali. Lakini mimi nimuombe kiongozi wangu Jose, hii timu isajiliwe kwanza. Ikishasajiliwa ni neema nyingi sana itawakuta. Lakini la pili, mwalimu ameongea vizuri sana. Discipline, nidhamu. Vijana wengi sana wanaharibikiwa. Timu zinaanzishwa kama alivyoongea Mr. Gali hapa. Vijana wengi wanaharibikiwa wakishaanza kuingiza kwenye mambo ya uvutaji bangi, ulevi. Ndio wanapotea hivyo, umeona? Lakini wewe ukupata nafasi labda ya kusoma shule, Mungu yaani unasikia unaona video hivi viko 5, lakini vyote vinakamata kitu kwa wakati mmoja. Si ndivyo wanangu? Sasa wewe sio kufanikiwa, sio lazima usome shuleni tu, hapana. Kuna kusoma shuleni na mambo mengine. Sasa wewe labda hujabahatika kusoma shuleni, una kipaji chako cha mpira kikutoe mwanangu, sawa Kwa sasa ipende kazi ya ile talent yako, kipaji chako. Zingatia mazoezi, zingatia kuwa na tabia njema, epuka tabia hatarishi ambazo zinaweza kupelekea kutoka kwenye mstari. Kwa machache naomba niishie hapo, lakini nawapenda sana na pia nitawasupport katika program zenu. Asante sana. Kwa majina naitwa Gideon Tresford Julius, ni kapteni mkuu wa Team Gold Stars. Kwa niaba ya timu yetu yote, kwanza kabisa hata mwenyewe kitu kilichotokea nilikuwa sijaji kama kitakutokea.
Yaani ilikuwa sitarajii kabisa. Ila kwa sababu mnatupenda na mpo pamoja na sisi. Na sisi wenyewe malengo yetu ni kufika mbali. Hata kuishia hapa. Sisi tunataka tufike mbali. Umri wetu wote bado unaturuhusu. Sisi bado vijana, nguvu zipo. Tunatamani sana. Hata ligi ya mbele inayokuja hiyo. Tunatamani viongozi wetu, yaani ambazo ilipo moyoni kwa wote. Tunatamani ubingwa tuchukue sisi. Kwa sababu sisi nguvu zipo, watu tunaokutana nao sisi na wenyewe ni watu kama sisi, wanadamu kama sisi. Sisi tutajitahidi kwa nguvu zetu zote tuchukue ubingwa. Na tumemhakikishia hadi mzee wetu, mwambia mzee, ubingwa unakuja nyumbani. Yaani shukrani yetu, hapa sio ningatoa shukrani. Najua tutatoa tu shukrani ni maneno. Ila shukrani itakayokuja kwa kuletea ubingwa, sema jamani, viongozi kwa ligi tuenda kucheza, shukrani yetu hii hapa. Kwa niaba ya timu nzima, si tunaomba tu kuwashukuru. Kwa jambo ambalo tufanyie ni kubwa. Si tu hatarajii kama itatokea hivi. Si tukwaje tu kabisa. Tunaenda pale, tunaelekeza 1 2 3. Ila kwa mtu tufanyia, tunaomba tuwashukuru tu. Ila shukrani zote za zote tukaletea ubingwa SportPesa.